Uvivu wako wa kuomba, uvivu wako wa kusali ndio unaokufanya uendelee kuteseka. Mateso mengi unayoteseka leo, majibu yake yapo katika sala mbele za Mungu. Siku zote maswali magumu ambayo katika akili yako ya kibinadamu umeshindwa kuyapatia majibu. Maswali magumu ambayo watu wengine uliowashirikisha wameshindwa kukujibu, wameshindwa kukutatulia. Majibu yake ni mbele za Mungu. Kuna wakati watu wanasema, nimeombea sana na Mungu hajanijibu. Nimeshauriwa sana na sijapata nafasi ya kuvuka. Nisikilize vizuri. Ile kuombea sana na hujajibiwa, ile kushauriwa na watu wengi au watumishi wengi na hujaona majibu, sio kigezo cha kwamba hilo jambo kwa Mungu halina majibu. Narudia tena hii kauli ikusaidie. Ile kushauriwa na watu wengi na stili bado hujaona majibu. Ile kuombewa na watu wengi na bado hujajibiwa. Ile kuombea jambo muda mrefu na bado hujajibiwa. Haina maana ya kwamba kwa Mungu hakuna majibu. Mungu ana sababu nyingi za kunyamaza. Na ndio maana katika mateso yako usiache kuomba. Kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 18 tunaambiwa imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Alafu pale mwishoni akasema wala msikate tamaa. Lile neno wala msikate tamaa, ukilitafakari kiualimu, wala msikate tamaa, linamaanisha kwamba si kila jambo nikiomba tajibiwa hapo hapo. Kuna mengine itanibidi nivumilie. Na ndio maana ukapewa tahadhari, usikate tamaa. Ndani ya kutokukata tamaa kuna uvumilivu. Jifunze uvumilivu. Usipende kila kitu kitokee hapo hapo. Wakati mwingine Mungu anaweza akakuacha uteseke kidogo kwa sababu anakuwa anaandaa mazingira kabla ya wewe kupokea majibu ya kukutoa kwenye hayo mateso. Kuna vitu vikitokea kabla ya mazingira kuandaliwa, vinaweza visidumu kwako. Na unajua Mungu hapendi kumpa mtu kitu ambacho hakitadumu. Baraka ya Mungu inapokuja, jibu la Mungu linapokuja, linakuja na suluhisho la kudumu. Jibu la shetani halina suluhisho la kudumu. Na ndio maana usitafute majibu ya haraka, tafuta majibu ya wakati wa Mungu. Ichukue mwaka, subiri jibu lako. Ichukue miezi, subiri jibu lako. Ichukue wiki, subiri jibu lako. Uzuri wa Mungu, siku jibu likija, litakuja na amani, na hiyo amani litakuja na suluhu la kudumu. Leo hii kuna watu wengi sana kwa kuchagua njia mkato, wamepata vitu, wamefurahia lakini vimepotea. Kuna watu walipita njia mkato kutafuta ndoa, wamezipata ndoa, wamezifurahia ndoa, lakini ndani ya mwezi mmoja walizipoteza. Kuna watu walifurahia kupata kazi, mitaji ya biashara kwa muda mfupi, leo hii haipo tena. Ila kuna watu walisota, walisuka muda mrefu, na walivyopata mpaka leo wanakula, na ndugu zao wanakula, na taifa pia linanufaika kwenye hilo jambo. Na ndio maana mtu wa Mungu, vumilia. Katika mateso yako, endelea kumuita Mungu. Endelea kuvumilia. Jibu litakapokuja, utakula wewe na ndugu zako watakula na taifa lako litakula. Sema amen.